Tukaribishe Deputy Party Leader OPARANYA awasalimie, halafu tamualika baba, na pia atutoe udhuru kwa ndugu yetu Deputy Party Leader Ali Hassan Joho. Mnajua amesafiri, na tumaya angekuwa around pia angekuwa na sisi hapa. Sisi hata lazima tutambue pia wakwetu, ama vipi? Nikisema hivyo nimekosea mtu? Bas, kwa hivyo mimi nampatia ndugu yangu OPARANYA awaongeleshe, alafu amkaribishe baba azungumze nasi. Karibu sana Governor. Tuketi. ODM. Basi mimi nitaongea kwa ufupi kabisa. Kwanza nataka nimshukuru nyinyi wote kuwa hapa siku ya leo. Na mimi mwenyewe nimekuja hapa nikiandamana na baba ili tuone wale members wetu na kusajili members wengine. Ni lengo la kusajili members ni kufanya party iwe na nguvu kabisa. Na nyinyi kama delegates, nimeona mmoja wenu si member, alikuja hapa, na mnajua tunajitayarisha kuwa na elections mwezi wa 4. Ni kama wewe si member, utaruhusiwa kusimama kitu chochote. Huwezi kuwa member wa party, wewe unasema uko member wa party, wewe ni mwanachama wa ODM na usajiliwa kama member. Ni wewe kama supporter tu. Unajua tuko na supporters, wale ambao hawako members ni wengi sana. Lakini ukitaka uwe delegate au uwe na kitu chochote paka uwe member, na utakuwa na check tu hapo kwa simu kujua wewe ni member ndio usimame kiti. So kama unataka kitu chochote, anza kurecruit, au ukitaka mtu yako apate kitu chochote paka awe member. No, ukiwa member au delegates paka ujue zera za chama, kwa sababu uwezi kuuza chama kama ujui zera za hiyo chama. What does ODM stand for? Ni kitu ya maana wewe kujua delegates, ndio kwa sababu ukienda nje kurecruit supporters paka uambie ndio wajue. Pili, sisi kama ODM ni chama kikubwa sana hapa Kenya. Mnajua East Africa mzima chama kikubwa. Lakini ikifika karibu na kura, mnasikia wengine wanaanza sisi Western Region, sisi Coastal Region, sisi Northern Eastern, paka tuwe na chama chetu. Ndio kwa sababu ilikuja hapa. Na mjue hiyo vyama vidogo hizo asimsaidii nyinyi kama watu wa pwani. Sinasaidia ule party leader peke yake. Sinapata wajumbe 2 watatu, anaenda na hao wajumbe 3 kwa rais, anasema nimekuwa na wajumbe 3. Na wajumbe 3 wewe utapata nini? Tukupe kitu moja hapa, uwe unakalia hapa. Sasa rafiki yangu Kingi amepata kuwa speaker wa Senate. Iko kitu kingine atapata? Na hiyo kiti ya speaker ni ya watu wa pwani. Mnakulia nini hapo? Nataka nimuulize mnakulia nini? Lakini wakati alikuwa anaanzisha hiyo chama, mlikuwa mnasema chama ya pwani, chama ya pwani. Na kumbe yeye anatafutia chakula yake hapo. Kama hao wako kule kwetu, wakina Msalia, wakina Weta na wabunge 5, wanaenda wanapewa viti, haisaidii sisi. Ndio kwa sababu na msihi, na hata Ulaya kule Kuingereza tuna vyama viwili peke yake, either uko Labour Party au uko Conservative. Because huko democracy imedumu, huko imekomaa. So vyama viwili tu.
So kama mwananchi unachakua niingie Labour Party au niingie Conservative. Ukija na chama yote haiwezi, hata hakuna mtu anakusikia. Ukienda America, either you are a Democrat au a Republican. Ngapi? 2. Hiyo demokrasia imekomaa kule. Lakini hapa kwetu kama kura iko karibu, hii pasi mwisho, mtaona 2027 mtaona mmoja atatokea. Unajua sisi wa pwani mpaka tuwe na kitu yetu ya kunegotiate. Mimi nimekuwa kwa ODM tangu tuanze 2005. Nimekuhamia hapo kwa sababu tukiwa na chama ambayo every face of Kenyan is there, that's the only party that can form up a government. And if it forms a government, it's for your benefit. Watu wa coastal region. Ndio kwa sababu mimi rafiki yangu Joe namwambia wewe kuhamia hapo uko coast na mimi ni kuhamie kule western, nishike kule. Nilete watu wa western wote, alete kwa huku, na hao governors wako hapa na wale viongozi ambao wamechakuliwa hapo, tuangalie northeastern nani. Hiyo ndio chama ambayo itaenda mbele, na hiyo ndio chama inaweza kuform government. Hii vitu ya kuja na vitu ndogo ndogo hiyo haisaidie wa Kenya. Tuko pamoja. Kwa hayo wacha sasa nimkaribishe Baba Raila Amolo Odinga aongee na nyinyi. Karibu.